namiliki magari, namiliki majumba ya kifahari, namiliki dhahabu. Sijui kuna gari gani ambayo mimi sijaitumia au kutembelea. Sijui kwa dunia sasa hivi. Nimetumia na ninavyo. Lakini siwezi kutumia kwa sasa nilivyo. Wakati wewe umelala usingizi kabisa, wa kimaskini, umejifunika shuka, unachezea kitochi chako, huna habari, unacheza game la nyoka. Lakini mimi ambaye tayari nimeshakubali kile kitu nakihitaji, au kile kitu tayari nimeshakipata, napata mateso. Usiku ndo penye shida. Sasa pale ndo naenda kufanya kazi. Kwamba mchana nilisema naenda kufanya hili na hili na hili, na nyanyuka naenda kufanya kile kitu. Mchana nilisema naenda kumlisha chui, nyoka, na nyanyuka naenda kulisha, ili kesho zile pale ziongezeke. Hujajaribu kurudisha mali zao au bado unazitamani? Hawataki kurudisha. Ningesharudisha. Niko tayari mimi kufanya chochote sasa hivi. Niko tayari kwa hii hali nilokuwa nayo. Okay. Lakini hawataki. Wamesema sisi tunajua kutoa, hatujui kurudishiwa. Napeleka wapi? Ni historia ya Beatrice ambayo inakutukutanisha hapa. Mwanadada ambaye anajuta sana kujiunga Freemason. Karibu sana, uendelee kutusimulia kwa sababu ni mkasa ambao umevuta umakini wa watu wengi sana kutaka kujua ilikuwaje, kuaje, nini kiliendelea, kwa sasa ukoje, kuna kitu gani unachopitia, kwa nini unajuta wakati huko tumeshaambiwa ni sehemu ya raha. Karibu sana. Ni kweli kuna sehemu ya raha ambavyo vitu vingi vipo vitamu na maajabu yapo ambayo binadamu wa kawaida tu anahitaji kuyaona au kuyapata. Lakini je, utastahamili vile ambavyo utakavyokutana navyo? Kabla tujaendelea sana, kwa nini unatoa hizi siri? Kwa sababu nasikia ni hatari sana kutoa siri za hao watu. Ni hatari, lakini mimi sitaki wengine waangamie. Okay. Na ndo maana nazitoa. Kuna watu wanakuwa sijui ana nini, watakuja kuomba kwamba tunaomba tujiunge. Watakuja kukuomba wewe mwenyewe. Kama wanataka waje. Okay. Mimi niko tayari kuwapeleka. Okay. Ila wataweza kustahimili watakayoyakuta kule? Sasa. Maana sio unataka tu kwamba mimi nataka vitu vizuri au nataka kujiunga wakati vilivyomo ndani hujui. Namiliki magari, namiliki majumba ya kifahari, namiliki dhahabu. Sijui kuna gari gani ambayo mimi sijaitumia au kutembelea. Sijui kwa dunia sasa hivi. Nimetumia na ninavyo. Lakini siwezi kutumia kwa sasa nilivyo. Okay, wamekuzuia? Hawajanizuia. Wamenipa utajiri, wamenipa kila kitu. Okay. Kwa nini nashindwa kuvitumia? Siwezi kutumia kutokana na hii hali nilokuwa nayo sasa. Kuna mtazamaji haelewi una hali gani kwa sasa. Jamani, hali nilokuwa nayo sasa au mateso ninayopitia kwa sasa ni kuoza miguu yangu. Miguu nimeoza, inatoka wadudu, siwezi kutembea, siwezi kusimama. Ni kitu ambacho naomba msaada kwa kila kitu. Nahitaji kupelekwa sehemu na kuja nyanyanyuliwa nawekwa kwenye vile vibaskeli kama vya wagonjwa, napeleka nafanya shughuli zangu narudi. Okay. Mateso nayopitia kwenye hii miguu ni makubwa mno. Unaona kwamba sijui niseme tuseme labda umeshatengeneza vitu ukaenda ukatupa jalalani au ukahifadhi kwenye mfuko, zile funza zile zinavyotoka ndivyo wanavyotoka kwenye miguu yangu. Ambapo sasa hivi siwezi hata kunyanyua hivi mguu kusema labda ni uvute ni uweke sehemu moja kwenda kuweka sehemu nyingine. Nikifanya hivi na maana wanapukutika kama mchanga. Kuna kitu kinashangaza sisi tunaokuona kwenye hii hali. Kwa nini basi usiende kwenye tiba? Hela tayari unayo ya kutosha, unaweza kwenda hospitali yoyote. Kaka, ipo hivi.
hata nikitoka hapa nikienda kwenye tiba ni kazi bure. Kwa sababu mimi niliwaomba basi nitoe hata kile ambacho labda wao wanahitaji. I mean kwamba wanasema makafara, nitoe kafara, nilishindwa. Na sio kwamba nilishindwa mimi, hawataki. Mimi nilikuwa nipo tayari kutoa kafara. Ungetoa kafara nini? Kwa sababu ulisema tayari mmeo umeshaachana naye, kila kitu umeshaacha, huna kitu kingine, ungetoa tena kafara nini? Mimi hata wazazi wangu ningetoa. Na roho ngumu. Nateseka. Kwa sababu yani mtu unatafuta uzima, toa. Mimi ningekuwa niko tayari. Lakini hawataki. Nafanya nini? Hawataki. Kwa nini wanakataa basi? Hawanipi sababu. Wao wanachokijua kwamba tumekupa utajiri, endelea nao. Basi naombeni hiki kitu kinitoke. Hawataki. Nahitaji basi hata waniambie nifanye nini. Na sasa ukiendelea na mateso hasa unaweza kufa. Kufa sifi. Ila wenyewe wanasema Waswahili, kufa hufi cha moto utakiona. Ndo hiki sasa ninachokiona. Kwa sababu sio mimi tu. Yeah. Kuna wengine wanateseka pia. Okay. Wapo. Mtu ameoza mwili mzima. Yaani utakapokuwa unasema labda umsogeza au mnyanyue, yaani ni kiasi kwamba yaani sijui ni nyama, sijui ni nini, hazitoki zaidi ya funza. Hao wako wapi? Wapo. Wapo wapi? Kule kwenye lile jumba. Kuna jumba? Tena zuri mno. Kuna jumba ambalo linahusiana na Freemason. Tueleze kidogo kuhusiana na hilo. Yaani hilo jumba likoje na imekuwaje na wewe umefika huko au umesimuliwa? Sijasimuliwa, nimefika na nimeona kwa macho yangu, na kitu ambacho kilichonisukuma mpaka nimekuja kuongea hiki kitu hapa. Jamani, mtu akikwambia acha kufanya kitu fulani kina madhara, msikilize, acha. Lakini mimi sikutaka kuwasikiliza, sikutaka kumwelewa mtu yoyote. Nilifanya vile akili yangu inavyofanyaje, inavyonituma. Nilikosea masharti na mpaka nimefika hivi leo. Okay. Kabla kwanza hujakosea masharti, hebu tusimulie kwanza ilikuwaje kuhusiana na hilo jumba. Unalosema kuna jumba na kuna watu wameoza. Hebu tuambie kidogo kuhusiana na hicho. Nimekuwa interested. Mule ndani? Yaani kwanza tuambie ilikuwaje mpaka ukafika siku ya kwanza ndio unafika, ilikuwaje? Nimefika siku ya kwanza nimeelekezwa. Walikuita au inakuwaje? Wanakupakia na gari, mnaenda sehemu, ni ardhi inafunguka, jumba linatoka, yaani tuhadisie kutoka mwanzo. Ilikuwaje siku hiyo? Siku ambayo ndo napeleka siku ya kwanza. Ndiyo. Nimepelekwa. Ni kama vile na mfalme anapelekwa sehemu kwamba natolewa hapa, napelekwa hapa, natolewa hapa, napelekwa hapa. Yaani mlango wa mwisho nao kumbuka ambao sasa ndo tunaingia. Tulishuka kwenye gari hivi. Yaani kabla hata kwenye gari, mimi nataka nijue siku hiyo ulikuwa wapi? Ilikuwaje? Ulikuwa kwenye nyumba yako, ulikuwa njiani, walikuja wakakufuata nyumbani, mkaenda sehemu, au ilikuwaje? Ilikuwa ni ndotoni kabisa au ni mambo ya kichawi? Wala sio mambo ya kichawi na wala sio ndoto kwamba labda nimelala, nimeota, nimefika sehemu. Hicho kitu ambacho hakipo. Okay. Nilikutana na watu, mke na mume wawili. Ndiyo. Nipo kwenye harakati zangu za kutafuta shilingi ya halali. Ndiyo. Okay. Nilipokutana nao kwenye yale mazingira ambao walikuwa wananiambia au wananiongelesha kwamba tunahitaji kukufanyia kitu fulani, kukusaidia kama ulivyotusimulia kwenye story yako. Yeah. Ndio. Lakini sikuona kwamba kwa nini wanichague mimi. Ndio. Yule mwanamke hana ndugu. Yule mwanamume hana ndugu. Kwa nini waje kwangu? Okay. Lakini sijui ambacho wao walichokiwaza mpaka kusema wanataka kunipa mimi utajiri. Okay. Ndio akanibeba wakanipeleka kwenye hilo jumba. Okay, ndio hilo jumba ambalo walikupeleka hao, ndio hilo jumba la Freemason maana unalizungumzia. Ndio. Okay. Lakini mimi nimepelekwa sehemu nyingine
ambapo ni karibia na pembezoni kidogo mwa huo mji ambao waliokuwepo. Okay. Kwa hiyo sasa hivi ndo naishi hapo. Okay. Sawa sawa. Tuko sasa story ya kwenye jumba. Yaani hiyo nyumba manake ni tofauti na ile ambayo ulituambia uliokuta watoto. Ndio hiyo. Okay. Ndio hiyo, ndio hilo ndio jumba la Freemason. Ndio. Okay. Sawa sawa. Tuendelee. Sasa mle ndani ambapo nimeingia naelekezwa kuwa hao watoto kuna chumba kingine usiingie au uingie. Kuna vitu ambavyo kibinadamu, mimi ni mwanamke, nimeumbwa damu na nyama. Kwa namna moja ama nyingine, kuna ule wa kusema kwamba Mungu anakuambia jisaidie na mimi nitakusaidia. Lakini je, wale waliokuwepo pale na wasaidiaje? Ili wapate kutoka mle ndani na mateso wanayopitia. Wale ni watoto, wana hatia gani kufanywa vile? Yaani unajikuta sasa uanzie wapi? Na huwezi kumtorosha, unamtoroshea wapi? Unawajua wazazi wake? Unawajua ndugu zake? Sawa, mimi nitamtoa, nitamsaidia kumpeleka nje. Wakimnasa, wakimrudisha ndani. Najiuliza hivyo vitu, nikashindwa jinsi ya kujidadavua. Mwisho wa siku naona huruma, kwa nini watoto wanakula vyakula ambavyo havistahili? Kwa binadamu wa kawaida, mpe hicho kitu ambacho nilichoambiwa mpe. Huwezi kula kwa akili zako. Lazima wakufanye tu hivi kidogo ndipo ule. Nikaona mimi kwangu siwezi kumuona mtoto anateseka. Nikaenda kutafuta chakula cha kibinadamu. Nikampa yule mtoto. Lakini ambapo mimi nilikuwa sijui kama ndo nakosea masharti. Nimempa yule mtoto. Kuna vitu alianza kutoka mwilini. Ambapo sasa anatokwa vile vitu, analia kwa sauti. Unajua ile, yani kama mtu tuseme labda ukimshuhudia mtoto kabanwa na mlango au labda amechezea kiwembe amejikata, ile mtoto anakuja na kuonyesha hivi damu zinatoka, anaogopa. Ndio yule mtoto sasa. Ambapo nimempa kile chakula, alianza kubadilika mwili mzima. Anapiga kabisa kelele, yani unasikia kabisa kelele zile kali masikioni. Nafanyaje? Kule ambaye ndo mkuu wa lilo jumba akawa amesikia ile sauti. Akawatuma wale walinzi. Hizo kelele zinatoka wapi? Tafuteni zinakotoka. Akaletwa mle ndani. Sina cha kufanya, mwili umeloa. Nimekosea masharti, nafanyaje? Nakimbilia wapi? Na unavyojua ukitenda kosa mwili unakuwa umelegea kabisa, yani kama ndo yani sijui unakuwaje. Kwa nimekaa pale, sina cha kufanya, sina cha kumsaidia tena, sijui namsaidiaje yule mtoto. Alitolewa yule mtoto pale, nikashikwa nikapelekwa kwa yule madam. Kilichotendeka kwa yule mtoto, Mungu anisamehe. Kwa sababu mimi ndo nilikatisha uhai wa yule mtoto. Tokea pale niliambiwa maneno haya mawili ambayo mpaka leo bado yana saundi kwenye akili yangu. Hatukuui, ila tutakufanya uteseke maisha yako yote. Ndo haya sasa ninayoteseka. Na hapo wao walisema utaoza miguu tu. Hawakuniambia kwamba nitaoza miguu. Okay. Waliniambia hicho ni chanzo, kwa sababu vile alivyokuwa ananiambia kwamba hatukuui, nikahisi kama labda kuna kitu ambacho hakipo tofauti na vile ninavyojua. Okay. Lakini nilishangaa tu, yule alikuja
yani kuna ile kama sijui ni mafuta sijui ni kitu gani, akafanya tu hivi miguuni. Muda ule ule nikaa nahisi kama miguu ile, unajua unajiwasha, yani kama kitu kinawasha, ukijikuna hivi vinatoka. Nikaanza kupiga kelele, nikaambiwa huo ni mwanzo, ila mwisho wake unakuja, na sio leo wala sio kesho, hata miaka 40 utaendelea kuishi hivyo hivyo. Hawakufikiria kwamba labda unaweza ukajidhuru, wakuwekea ulinzi fulani hata kama ukiamua kujinyonga? Hivyo vyote ninavyovisema vilikuwepo, na nilipewa mtu wa kunilinda muda wote wanapokezana. Kwamba tayari nimeshaharibu, tayari nimeshatoa ile ambayo yani kusema, kwa sababu unajua kumpa mtu kitu tofauti na kila anachokitumia, tayari wewe unajua umeshagundua kitu kwamba wanajua huyu anaufahamu. Ili wakuharibu au sikumbuke, ndipo wanapokupa kitu udili na ile hali yako. Maisha yanavyozidi kunipiga au hivi vitu vinavyozidi kunitokea kwenye miguu, ndipo kuna kitu kinasema kwamba usikimbilie kwa haraka kitu ambacho hukijui madhara yake. Au usitamani mali wakati umaskini huku nyuma haujaupita bado. Unatafutaje mali kwa haraka ili uwe na maisha ya shortcut, wakati yule ambaye aliyopitia shortcut ujue alipitaje mpaka akapata zile mali? Kwa sababu wewe unahitaji, ndio maana unataka kupita shortcut. Ndio hivi amenikuta mwenzenu. Kwenye lile jumba ulikuta nini na nini ambacho unaweza kukisimulia? Siri za watu jamani. Siri za watu. Kuna vitu vingi nimevikuta, ikiwemo kila aina ya mnyama unayemjua wewe ambaye porini yupo, vipo pale vimewekwa. Na kila kichwa cha mnyama kina sababu zake kuwepo pale. Na wanakwambia kabisa, ukiweza kuishi na mnyama huyu basi unapanda zile level zao. Ndio maana watu wenye pesa naonaga wana wanyama mbalimbali ndani ya nyumba yao, wengine wanawafuga, wengine wanafanya nini? Yes. Kama mnyama gani ambaye anapendelewa watu wanamchaguaga? Unaweza kukaa na chui? Hapana. Basi kule chui ukikaa naye vizuri, unapata pesa nyingi sana. Anaifuata simba. Lakini unakaa naye vipi? Swali linakuja hapa. Tunasikia stori za nyoka, paka, wengine wanataja mbwa, wengine wanasema fisi. Hizo labda stori za wanyama wa hao wako ziko. Nyoka, anachotumia nyoka ni sana sana kuleta kitu kama kipo sehemu ambapo mtu hawezi kukifata kwa wakati ule, ndo anatumiwa akakifate, au anatumiwa aende akadhuru mtu, au akalete kitu ambacho kinachohitajika hapa, kwa ndo anatumwa, anaenda anachukua, analeta. Naye pia ana masharti yake, sababu mtu anapokuambia naomba nitafutie jicho la nyoka, wewe unaweza kulipata? Lakini mtu analileta, akishalileta anaambiwa weka hapo, baada ya sekunde anapewa mkoba wake, anaondoka. Unajua mle ndani kuna nini? Pesa. Kumbe anakuwa na joka lake linalomsaidia. Ndio. Na kuhusu paka sijui fisi?
Hawa wakati mwingine unaweza ukawatumia, lakini vipo viumbe ambavyo vinaweza vikakusababishia wewe ukapata pesa kwa haraka. Okay. Kwa hiyo ukienda mule kwa haraka haraka unaweza ukasema haya si wanaita mafuvu haya si mafuvu tu, lakini sasa kuna kitu ambacho kinachofanyika kwa yule mnyama mpaka akawa amekaushwa au yupo hai, ila wewe pasipo kujua kwenye hali ya kawaida. Okay. Kumbe zile story mtu anakuambia utaweza kulala na nyoka, sijui masharti haya nayo, kumbe kweli watu wanafanya hayo mambo. Na sio nyoka tu ambapo wewe unasema mimi siwezi jamani kulala na nyoka mimi, lakini sio unalala naye tu hivi eti anatolewa sio porini ndio unaenda kulala naye. Hapana. Okay, kuna namna ambavyo yule analala naye, na sio kulala kusema kwamba eti yeye analala hivi na wewe unalala hivi. Kipo ambacho wewe unatakiwa ulale na yeye analala. Hizo ni siri za watu. Huko ndipo tunaenda kaka. Okay. Sawa, na hizi story unazosikia kuna watu labda maarufu, watu wana nyota, wanakuwepo sana kwenye hayo majumba. Wewe kubahatika kukutana naye hata mmoja au hata kuona wachache? Kuna muda mnaambiwa labda mnatolewa, mnaambiwa leo mnaenda sehemu fulani, huku nyuma ndo wanakuja wale ambao watu maarufu. Okay. Wanakuja watu ambao tayari wana pesa zao. Wakija nyinyi hampo. Lakini kuna siku niligumiana na mmoja. Okay. Kwa hali ya kawaida yeye anaweza akakuona tu hivi ni mtu wa kawaida. Mnapishana mle hivi na hivi, lakini pasipo kujua. Je, siku nikikutana naye hivi atanikumbuka kwamba alikuja kwenye lile jumba? Nini kinasababisha level zinakuwa tofauti? Kwamba mpaka unasema hawa wengine wana pesa wakati wote pesa mnakuwa nazo, kama magari mnakuwa nazo. Nini kinasababisha huyu awe juu zaidi ya huyu? Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Huwezi kuingia kwamba mimi leo Beatrice nimeingia nipewe labda jeep nianze kuendesha. Sawa? Au nipewe nyumba ya kifahari ambayo yenye nyota 7, ghorofa yenye nyota 7, 5 nianze kuishi. Huo uongo. Okay. Unaanza kuseto mpaka sasa wakija kujua kwamba akili yako imeshakomaa. Sasa huyu saizi ni mwenzetu, ndipo wanapokusukumizia hivyo vitu. Okay. Gari gani kubwa kabisa ambalo wewe umeliendesha ambalo ni la kifahari sana? Niliwaambia tu hapo kwenye jeep. Okay. Sikutaka gari nyingine. Jeep umeendesha sana tu. Okay. Na hata sasa hivi nikikwambia twende kwenye hiyo nyumba ambayo tayari kuna kila aina ya mali, siwezi kuvitumia, zipo gari zimepaki. Okay. Lakini ile sense ya utajiri kwamba mimi ni tajiri unakuwa unajisikia? Na si yani Mungu jamani. Siwezi kujitapa utajiri ambao siujui hata ulitokea wapi. Japo nilikabidhiwa. Okay. Okay. Natamani kutafuta za kwangu, zile sio za kwangu. Sio za kwako vipi wakati wewe ndo unazimiliki? Hivi unabali kwamba kuna muda ukifika hizi mali zinapokutika? Ndio. Ukikosea masharti? Ndio. Sasa kwa hivi huu mwenendo ninaoenda saizi, sidhani kama kuna kitu nimebakisha. Unatamani zingepukutika mali alafu wewe ukabaki ukiwa kawaida tu, yani usipate haya matatizo unayoyapata kama hivyo wadudu hivyo wanavyotembea? Yani hata sasa hivi itokee hii hali, niko tayari. Maana huoni aibu kurudi kwenye umaskini? Sioni aibu kabisa. Nipo tayari sasa hivi, nipo tayari. Uwe maskini. Narudi. Okay. Nimeandikiwa kuwa hivyo, basi nitabaki kuwa hivyo. Okay. Sawa.
Turudi kwenye jumba kule pale, tumeishia tu kuhusiana na wanyama. Nini kingine kipo ndani ya jumba la Freemason? Wanasema tunaita mtakatifu, si ndio? Ndio. Kuna neno akiongea, yaani siku hiyo hela zinakuwa yaani pesa zinakuwa nyingi mno. Akiongea mtakatifu au ikoje? Tusimulie kidogo. Akifurahi tu mkimpa kile, yaani akisema leo naitamani kitu fulani. Ni nani huyo unayemwita mtakatifu? Ni Mungu wetu. Na Mungu wenu nyinyi tofauti na Mungu tunayemjua, si ndio? Huyo wako wako. Okay. Okay. Yeye yukoje? Mnaonana naye? Huwezi kuonana naye zaidi ya kusikia sauti. Kwa sababu ametengenezewa kama tuseme inaitwa yaani kuna nani kimetengenezwa ambapo akisema yaani anasema nahitaji kitu fulani, sauti ambayo wewe unaisikia. Sio kwamba labda mimi na wewe tunavyoongea hivi sauti ndo tunasikilizana. Hiyo hapana. Ni sauti inakuja kichwani tuseme. Ni kama mawazo yanakuja. Unaenda pale unaongea unachokitaka, unasikia kabisa sauti inasema fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Unatoka unaenda kufanya kile kitendo ambacho ulichoagizwa. Kama uliagizwa kitu, peleka. Ukipeleka, ukirudi chumbani unakuta kitu ambacho ulichokiomba. Na yeye anafaidika nini na kukupa wewe hayo mapesa au mautajiri? Yeye anachofaidika ni vile vitu ambavyo unapopeleka. Akikwambia niletee mama, unapeleka. Okay. Akikwambia niletee mtoto wako, unapeleka. Anakula, anawala au anafanya nini? Kaka, hivyo vitu vya watu jamani. Nitaongea hivyo vitu, naanzia wapi kuongea hayo mambo saizi? Okay. Okay. Siwezi. Na kwa nini sasa kunakuwa kuna hii ya yeye kutamani na watu wengine tena wajiunge? Kwa nini inakuwa hivyo? Anawapa utajiri na watu wengine wale wanataka kujiunga. Binadamu tumeumbwa na tamaa. Okay. Na kwa nini tumeumbwa na tamaa? Kwa sababu tayari mimi leo nikivaa hivi nguo, mtu anajua kwamba hapa chini nimeuza miguu. Si mpaka nifunue. Mwingine anakuja anakwambia Beatrice, mbona naomba unisaidie 50,000. Sikwepeshi. Natoa laki au 200,000 nampa, si ndio? Yeye ameomba shilingi ngapi? 50,000. Atakuja kwa mara ya pili au mara ya tatu. Mbona sisi tunatafuta pesa 1, 2, 3, sisi hatupati mwenzetu hivi. Yaani atajaribu tu kukuuliza ili mradi wewe useme mbona hela kutafuta hivi tu. Unaanzaje? Una moyo, una kifua, unani. Sasa vile unavompachika ile maneno, mwingine ana uhitaji. Okay. Anatamani, ameshachoka maisha yale yani ya kusema mimi natafuta 1,000 sipati. Okay. Anaenda, yuko tayari. Wapo watu wanajitoa mwanga kwa hivyo. Kwa hiyo mimi nikipeleka watu wangu 5 au 3, tayari mimi pale naongezewa vitu vyangu. Okay. Na kwani wewe unakuwa unatamani na wengine tena wajiunge ambako nawapa hizo siri? Si bora ungekuwa katatu ili wewe endelee kuwa tajiri, wao wewe maskini kama matajiri wa kawaida wanaofanya? Kwa sababu wengine tu wanatoaga bwana, ni Mungu tu ndo anasaidia. Ili usijue mbinu zake za utajiri. Utakabwa tu lazima utaongea. Okay. Yaani kipo siku utajisahau, utateleza, utaongea. Ipo hivyo. Okay. Na kuna watu wanasema mnatamani mteseke wote. Wanasema msiba wengi ni sherehe. Sawa, tutateseka, lakini je, ana uvumilivu? Okay. Shida ipo kwenye uvumilivu. Mimi leo nateseka kwa sababu mimi nilifikia hatua kusema kwamba jamani, kama inawezekana basi mnipoteze tu. Poteze kivipi? Waniue.
Lakini si nilikwambia kwamba walisema yani sitokufa kwa haraka, nitateseka. Okay. Inawezekana ikafikia sasa miguu ikapanda ikafika mpaka mwilini, labda kiunoni. Yani natamani hata kama ndo ikifika huku kiunoni sijui wapi, yani nife tu. Lakini wanasema haufi. Siwezi kufa. Okay. Sawa, kwenye hilo jumba lituambia ndo kuna watu ambao nao wameoza. Inakuwaje mtu ambaye anaoza kabisa alafu bado yupo kwenye hilo jumba? Na nini kinachosababisha? Anaenda wapi? Okay. Kilichosababisha sisi tunakosea masharti, ndio maana tunaoza na wale wamekosea. Okay. Mwingine anaweza akakosea kitu kidogo tu, adhabu akapewa hiyo ya kuoza. Okay. Sasa kwa nini wanasema kwa nini huyu ateseke kidogo, au kwa nini huyu imekuwaje, mbona amepata adhabu kuliko mwenzie? Sasa kosa la kwangu mimi na la yule tofauti. Okay. Tujue hilo kwanza. Wao walipewa tu mateso labda sangine ya kuoza mwili mzima au ya kuto kutembea kwenda kokote. Mimi nimeanza kuozwa miguu, lakini kwenda sehemu natembea, napelekwa, naenda nafanya shughuli ambayo niloagizwa, narudi. Hata nitamani sasa hivi nataka kutembea. Natembea naenda wapi? Okay. Sawa, tumeshawahi kuonyeshwa mambo ya shetani, sio Freemason. Tunapewaga picha shetani labda mweusi, na mapembe. Huyo Mungu wenu ndo huyo Lucifer au kuna nini hapa katikati ambacho watu kijui? Lucifer na Mungu vitu vili tofauti hapa. Na Mungu wa kweli, ndio. Lucifer yeye anatumiwa, na akija yeye hakuna rangi ambayo utaacha kuiona dunia nzima. Okay. Kwamba kuna ile hali ya mtetemeko. Okay. Kila kuna uzuri, rangi za mchanganyiko, kuna dhahabu, kuna kila aina ya rangi unayojua wewe dunia nzima inaonyeshwa pale. Kwa hiyo anaongea, unamsikia, nataka hiki, fanya hiki, kafanye kile, nimekuagiza uende kwa mtu fulani, mlete hapa. Okay. Kwa nini anatumaga watu yeye mwenyewe hawezi kwenda? Na unaposema ni mwakilishi, anamwakilisha nani na wewe anayewakilishwa tena ana kitu gani kikubwa? Yeye ndo anaagizwa na sisi tunamfuata yeye anayetuagiza sisi. Okay. Kwa hapa kuna grupu 3. Yeye anaagizwa na yeye anatuagiza sisi, ndo tunaenda kufanya. Okay. Yukoje yeye ulivyomwona umbo lake? Anavaa nguo, ni mtu, ni kama simba, ni kama tembo? Lucifer ana sura nyingi. Leo anakuja na sura hii, kesho anakuja na sura hii, kesho kutu atakuja hivi, na pale haji kwa ile sura ambayo labda wewe ulishawahi kuiona. Hicho kitu hakipo. Kwa kifupi hafananishiki na kitu chochote. Kwamba unaweza kusema sio mtu, sio simba, sio mbwa. Ndio hivyo anavyokuja. Okay. Wewe unaweza kukazana kabisa, umkazanie macho hivi, labda mimi leo nataka nimuone. Hapana. Umuone. Okay. Sawa, na labda hujafikiria labda uende kwa wachungaji au watu wa Mungu wakusaidie, kwa sababu mambo ya kishetani haya, ulimwengu wa giza, wale wapo kwenye ulimwengu wa mwanga. Atakachoenda kuniombea na niombea nini? Atakachoenda kuniambia mimi labda sijui kaa hapo au usimama hapo ni kuombea, ataniombea nini? Na wakati mimi na yeye tunapanga mstari pale kwa Lucifer, tunaenda kupata vitu ambavyo na yeye pia anavitaka. Unamaanisha nini? Kwa sababu sisi tunajua wenyewe wapo kwa upande wa Mwenyezi Mungu, alafu yupo huyu Mungu ambaye ni Mungu mwongo, ambaye nyinyi ndio anawatumia na wapana mali. Usichokijua ni kwamba hao unaoona mtakatifu kafanyaje, sijui nini, sijui hivi, wote tunao kule, afu wanaenda kanisani, wanaenda misikitini. Okay. Sasa mnao kule wao wanafanya nini? Na tunaona watu wanaponywa magonjwa, mtu alikuwa ana kazi anaombewa, anapata kazi, mtu anapewa sijui kitu gani cha baraka kinabadilika. Inakuwaje tena unasema wapo kule? Na maana na shetani naye huyo ana uwezo wa kufanya hivyo vitu. Lucifer anawapa nguvu. Okay. Anawapa kitu ambacho nikienda pale nikisimama hivi, naomba
tayari namuamini. Okay. Kwa yule anamuaminisha au anampa nguvu kwamba saizi nimeshakupa nguvu, nenda. Okay. Hivi hujawahi kumsikia mtu anakwambia fulani bwana ana nyota nzuri sana? Ndio. Ukikutana naye labda sijui ukienda kwenye biashara zake au kwenye kazi zake, watu hawapungui. Ndio. Kwa nini? Sijuaje. Basi ndio hivyo. Okay, ndio hivyo nini sasa? Sijaelewa hapo, bado umeniacha nimefumba. Kwa nataka nikupe vyote? Si ndio hili ni. Mbona mnanibana sana? Ili nielewe ndio. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba Beatrice saizi ana hela. Sawa? Beatrice saizi sio mwenzetu yule wa kimaskini maskini. Okay. Saizi Beatrice nyota inang'aa. Okay. Ninachokitaka ndicho ninachokifanya. Okay. Au ninachokitaka ndicho ninachokipata. Nafanyaje? Ina maana nimepewa na Lucifer kule nguvu. Nimekuwa tofauti na vile nyuma. Nimekuwa mpya. Upya unakujaje? Kwamba nikifika pale wanasema kuna ile wanakwambia ngoja tumuogeshe, ngoja tufanye hivi, ngoja tufanye hivi. Kwa hiyo pale unapewa zile nguvu ambazo zile ulizotoka nazo huku ni tofauti. Kwa pale unakuja unakuwa na power. Ngoja kwanza, na kwa nini kama hizo nguvu zote zipo inakuwa kuna ugumu gani wa huyo Lucifer kukuua tu wewe moja kwa moja au kuwaua ambao wanateseka huko na usema sijui wanauza wanafanya nini? Kwa nini inakuwa ngumu hivyo mpaka anakataa hawaui watu? Ipo hivi. Yeah. Anayetoa roho ni Mungu peke yake. Anayetoa maamuzi ya kusema kwamba mimi leo namuua Beatrice au Beatrice sasa muda wake kuishi duniani umeisha ni Mungu peke yake. Unamaanisha nini? Na tunaona hata wachawi wanaua watu. Mchawi hawezi akamuua mtu alafu akaenda Mungu na yeye akamchukua kwa wakati ule ule. Yaani mchawi anakuaminisha wewe kwamba huyu mtu amekufa, lakini anaenda anamfanyia vitu ambavyo anavyovijua yeye, kulima, kufanya kazi zake au msukule madukani wapi anajua yeye anakompeleka. Ili mradi kwamba sasa Mungu akisema ngoja nichukue hii roho ya mtu fulani ndo anaichukua. Lakini sio mchawi wala sio Lucifer wa kwetu wala sio huyo Mungu wetu. Hawezi fanya hicho kitu. Na ndo maana kwamba hata kama akisema kwamba sisi sasa sisi tunaoteseka na wale wanaoteseka pale, yeah, hawawezi kuwaua mpaka Mungu atakapotaka roho zake. Wakifa sasa ndo ataenda kuzikwa. Sasa mbona sisi huwa tunawazika watu? Mtu ameuliwa na mchawi na tunamzika. Wewe ndo namzika, lakini mchawi bado anaye na anatamba naye kujisemea wenyewe. Okay. Kwa hata kule wewe unasema kwamba fulani alikufa, hapana. Yupo kule kwetu. Muda ukifika ataenda kuzikwa. Okay. Hivyo kusikiaga mtu anakuambia alipotea miaka 10, 20 lakini ndo amerudi. Ndio. Alikuwa wapi? Okay. Kwa hiyo kashamaliza kazi yake, wamemrudisha, hafai sasa. Hapo pana kazi. So anakimbilia tu. Kuna vitu vipo ambavyo tunakutana navyo na vinaendelea kuishi na vitaendelea kuishi vizazi na vizazi. Tamaa. So kingine. Kwa wewe sasa, kwa mtazamo wako ulivyoangalia yaliyotokea kati ya watu wema na wabaya hapa duniani, wapi ni wengi? Wabaya. Ambapo kila leo wanazaliwa na kila leo wanapewa sumu. Yaani mtu hapa mimi namtengeneza saizi hapa namtengeneza kwenye watu 5 au 10, 20, nitaondoka na 15 watano watakataa. Okay. Kwa sababu si wanatamaa, wanataka vile vitu ambavyo nilivyokuwa nimeonyesha au nimeshawadhihirishia. Yeah. Saizi mimi nije hapa nikwambie mimi nataka nikupe ile jipu yangu ninayotembelea au ile hali ambayo haina kazi mle ndani. Wewe utakataa? Kwa hali hii ulionayo inanitisha kwamba unaweza kanipa na mimi nikaanza kuoza. Lakini tena natamani nipate. Bila mimi kukwambia kwamba nimeoza miguu au kukuonyesha hapa nimeoza miguu. Kweli nisingejua. Sasa
na kuja kwenye sura nyingine afu nikakushawishi nikakupa, utanikatalia? Hapana. Mbona mimi nilivyopelekwa sikuelewa kwamba labda, na nilikuwa najiuliza maswali, kwa nini wale hawana undugu? Kwa nini wamenichagua mimi? Ipo hivyo. Okay. Sasa tusidanganyane kwamba mimi nasikia sana, mimi siwezi. Sio uwezi, itafikia kipindi utatamani. Sasa pale unapotamani pale ndo akili na hama inaenda sehemu nyingine na inakubali. Alafu mwingine anakwambia kabisa, wewe umekaa kabisa. Sio umekaa, kuna kitu kinaitwa ushawishi. Mtu anakushawishi kiasi kwamba mpaka ukishaingia 95% umeshaingia, 5 ndo unakuja unabumbuluka kwa sababu mbona kama akili yangu haiko sawa. Tayari umechelewa. Wewe tuacheni hivi vitu. Sio anaongea vipo na tunaishi navyo. Yaani natamani sasa hivi mtu aniambie kwamba hata anipige tu sindano ya sumu, niko tayari nife. Lakini picha ya nje inaonyesha mtu ni tajiri, anakula maisha na enjoy, ukiangalia magari. Hii kitu kinachanganya kidogo. Ukiangalia tena kwenye mwingine yupo kwenye umaskini, anateseka sana. Tabu tunapata usiku, wakati wewe umelala usingizi kabisa wa kimaskini, umejifunika shuka, unachezea kitochi chako, huna habari, unacheza game la nyoka. Lakini mimi ambaye tayari nimeshakubali kile kitu na kihitaji, au kile kitu tayari nimeshakipata, napata mateso usiku. Ndo penye shida. Sasa pale ndo naenda kufanya kazi, kwamba mchana nilisema naenda kufanya hili na hili na hili, na nyanyuka naenda kufanya kile kitu. Mchana nilisema naenda kumlisha chui, nyoka, sio, na nyanyuka naenda kulisha, ili kesho zile pale ziongezeke. Hujajaribu kurudisha mali zao au bado unazitamani? Hawataki kurudisha. Ningesharudisha. Niko tayari mimi kufanya chochote sasa hivi. Niko tayari kwa hii hali nilokuwa nayo. Okay. Lakini hawataki. Wamesema sisi tunajua kutoa, hatujui kurudishiwa. Napeleka wapi? Okay. Mwisho wake wa haya yote labda ni nini sasa wewe, kwa wewe unavyoangalia mtazamo wako? Nasubiri tu Mungu atakavyochukua roho yake. Maana sijui pa kwenda ni wapi. Unafikiri labda utafute hata mume ili angalau mrithishe hizo mali, au utafute hata basi ndugu kae naye umrithishe hizo mali kuliko mali zipotee tu bwana? Watanielewa? Yaani ndio swali ninalojiuliza. Hata nikisema saizi nimrudie mume wangu, nimwambie njoo turudiane, hizi mali ataniuliza nimezitoa wapi? Si unaomba yeye ataanza kuuliza baada ya kutumiaga jeep. Kuna kitu kinaitwa kiumbe ambaye ni mwanaume. Anadadisi. Lakini kuna mwingine anadadisi kwa sababu tayari na yeye alikuwa anataka zile mali atatumia. Ila sio kwangu mimi. Wa kwangu mimi atakuuliza hata shilingi 100 ulitoa wapi? Hujampigia simu mwambie mambo labda unayopitia sasa hivi tangu ulivyojiunga Freemason? Nimeshampigia na kaniambia utajua mwenyewe, sina cha kukusaidia. Na yule rafiki yako, ndugu yako alikuleta mjini, amenikataa mazima. Okay. Anasemaje? Hataki hata kuniona. Kwamba sasa nilichokuwa nakitafuta nimekipata. Kwa hiyo niendelee na maisha haya nilokuwa nayo. Lakini si anajua kwamba ni bahati mbaya mwenyewe ulikuwa hutaki mwanzo. Hahitaji kuelewa hicho. Wale watu ambao walikuchukua wao, mna mawasiliano nao? Kuna nini kinaendelea? Wale ambao walitaka uende kule kwa juu. Yaani hata ukiniuliza waliendaga wapi sijui, walikufa sijui, waliishiaje sielewi. Yaani toka siku ambao wananiambia kwamba sasa Beatrice kuna 1 2 3 hivi ni vya kwako, sijawaona toka siku hiyo. Na kila nikijaribu kuuliza wanakuambia sisi hapa watu ni wengi. Kwa hiyo unachotuuliza sisi hatukielewi. Okay.
Sawa bwana, tuishie hapa, tutaendelea na stori yetu. Natamani nijue zaidi hivi vitu, inaonekana kuna shida nyingi sana zinaendelea. Hasa natamani nijue, nione hali yako hiyo kidogo ikibadilika, labda tuone. Sasa sijui utarudi kwenye maskini au utabaki kawaida. Yaani kurudi nitarudi, naanzaje kurudi nyie ndo mtakao kuwa mnajua, kwa sababu mimi saizi sijui nafanyaje. Niombe tu msaada kwamba nifanye nini. Unaweza kumpata mchungaji wa kweli akaja kukuombea. Nipo tayari, japo wanasema na hao tunao. Sasa sijajua mchungaji wa kweli atatoka wapi, ila kama yupo haje kuniombea, nipo tayari.